Habari yako na karibu katika mfululizo wa kusolve maswali kidato cha 4 yaliyowahi kutoka katika mtihani wa taifa, hususan katika somo la history. Mimi ni Teacher Ninja na siku ya leo tunafungua rasmi pazia la series ya kusolve maswali ya kidato cha 4 hususan katika somo la history. Na leo nipo na pepa ya mwaka 2002 na swali ambalo tunaenda kulijadili siku ya leo ni swali namba 10, nectar question namba 10, ambayo tutaenda kulisolve la mwaka 2002. Swali letu linasema, why was the settler economy a success in Kenya but a failure in Uganda? Kwa nini kilimo cha walowezi au uchumi wa kilowezi ulifanikiwa zaidi katika nchi ya Kenya lakini ulishindwa kukua katika nchi ya Uganda? Ni sawa na kuulizwa kwa nini kilimo cha walowezi kilifanikiwa zaidi Kenya na kilishindwa katika nchi nyingine za makoloni ya Kiafrika? Hivyo mwanafunzi alipaswa ajibu sababu ambazo zilipelekea kilimo cha walowezi kufanikiwa zaidi Kenya na kushindwa katika nchi ya Uganda. Sasa hili ni swali la essay. Kwa hiyo swali la essay linakuwa lina pande kuu 3. Pande ya kwanza tunasema introduction, pande ya pili tunasema body, na pande ya tatu ni conclusion. Kwa hiyo introduction yetu hapa utaenda kuelezea kuhusiana na settler economy, kilimo cha walowezi ni nini. Kwa hiyo utasema tu settler economy refers to the large scale agriculture which was introduced in African colonies by white men or European settler so as to grow cash crops production in African colonies such as sisal, tea, cotton, coffee. Kwa hiyo tukijadili kuhusiana na settler, tunasema ni aina ya kilimo ambacho kimeanzishwa katika makoloni ya Kiafrika na walowezi wa kizungu kwa malengo ya kulima mazao ya kibiashara, kwa mfano kulima tea, chai, coffee, kahawa, cotton, kulima pamba, na vile vile walikuja kulima mazao kama ya na mazao mengineyo ambayo waliweza kuyalima katika makoloni ya Kiafrika. Lakini sisi tunaenda kuiangalia case study in Kenya. Kwa kiwango kikubwa katika koloni la Kenya walilima zao la chai. Kwa hiyo baada ya kuelezea maana au concept ya settler economy, unaweza ukaelezea na baadhi ya sifa za settler economy. Alafu hapo ushamaliza kuelezea concept, utasema also settler economy categorized into various characteristics such as it based on monoculture, it based on land alienation, it based on heavy capital investment, it based on intensive labor exploitation. So the following are factors which stimulated the settler economy to be successful in Kenya but failure in Uganda. Sasa utasema zifuatazo ni baadhi ya sababu ambazo zilipelekea kilimo cha walowezi
kufanikiwa zaidi katika nchi ya Kenya na kushindwa katika nchi ya Uganda. Sasa twende moja kwa moja tukaangalie baadhi ya sababu ambazo zilipelekea kilimo cha walowezi kufanikiwa Kenya na kushindwa katika nchi ya Uganda. Sababu ya kwanza tunasema good climatic condition, hali ya hewa nzuri katika nchi ya Kenya, hususan katika maeneo ya nyanda za juu in Central Highland. Katika maeneo ya nyanda za juu kati kulikuwa kuna hali ya hewa ambayo ilikuwa favorable, ilikuwa inawapendelea zaidi walowezi wa kizungu kuweza kuishi, kwa sababu kulikuwa kuna hali ya hewa ya baridi ambayo inalingana sawa na hali ya hewa inayopatikana katika mataifa ya Ulaya. Lakini kwa upande wa nchi ya Uganda, ilikuwa ina hali ya hewa ya kitropiki ambayo kulikuwa kuna joto kali. Kwa hiyo hali ya hewa hii ya joto kali haikuwawezesha walowezi wa kizungu kuweza kuishi katika nchi ya Uganda. Kwa maana hiyo ikapelekea walowezi wengi kuvutiwa na hali ya hewa ya Kenya, na ikapelekea kilimo cha walowezi kufanikiwa zaidi nchini Kenya na kushindwa katika nchi ya Uganda. Sababu ya pili tunasema tropical disease, uwepo kwa maradhi ya kitropiki, kwa mfano malaria, smallpox. Haya ni maradhi yote ambayo yalijitokeza katika nchi za Kiafrika. Lakini kwa upande wa Kenya, tropical disease yalikuwa ni maradhi ambayo hayakudumu kwa muda mrefu, yani hayakuwa yanatokezea mara kwa mara. Kwa hiyo Kenya kukawa na uhaba wa utokeaji wa maradhi ya kitropiki, ambapo wazungu wakaweza kuishi bila ya matatizo yoyote na wakaanzisha kilimo cha kilowezi. Lakini ukiangalia kwa upande wa Uganda, there are occurrence of tropical disease like malaria which were killed many European settler. Kulikuwa kunatokezea maradhi ya kitropiki, kwa mfano malaria, yalikuwa yanawaua wazungu kwa kiwango kikubwa. Kwa mantiki hiyo ikapelekea kilimo cha walowezi kushindwa nchini Uganda na kufanikiwa katika nchi ya Kenya. Another point is weak political organization. Weak political organization, udhaifu wa mifumo ya kisiasa, udhaifu wa muunganiko wa kisiasa. Katika jamii za Kiafrika kulikuwa kuna centralized state pamoja na decentralized state. Kwa hiyo katika nchi ya Kenya kulikuwa kuna mfumo wa decentralized state, ambapo viongozi wa kijadi walikuwa hawana uimara katika kuzuia uanzishwaji na uporaji wa ardhi uliofanywa na walowezi wa kizungu. Kwa hiyo kilimo kikaweza kufanikiwa pasipo na matatizo yoyote kutoka kwa local chief. Lakini kwa upande wa Uganda kulikuwa kuna centralized political organization, centralized state. Kulikuwa kuna state imara. State ya Uganda ilikuwa ipo active mno katika kuzuia uporaji wa ardhi uliokuwa ukifanywa na walowezi wa kizungu. Kwa hiyo Uganda kilimo cha walowezi ikashindwa na kikaanzishwa kilimo cha peasant agriculture. Kwa mantiki hiyo, mifumo ya kisiasa iliyokuwepo nchini Kenya iliwafavor zaidi wazungu kuweza kuanzisha kilimo cha walowezi pasipo na interruption ya aina
yoyote, lakini kwa Uganda ilikuwa ni tofauti. Centralized state ilizuia uporaji wa ardhi na kuanzishwa kwa kilimo cha settler katika nchi ya Uganda. Kwa hiyo hali hii ikapelekea kilimo cha walowezi kushindwa Uganda na kikafanikiwa zaidi katika nchi ya Kenya. Another point is presence of enough labor, kuwepo kwa wafanyakazi wa kutosha. Kutokana na kwamba settler agriculture ilihusisha kilimo katika maeneo makubwa ya ardhi, kwa hiyo ikawa inahitaji uwepo wa wafanyakazi wa kutosha ili kifanikiwe. Kwa hiyo katika nchi ya Kenya kukaanzishwa labor reserves areas, maeneo ambayo yatatumika kwa ajili ya kuwahifadhi wafanyakazi ambao watakuja kutumika katika kuyahudumia mashamba ya kilowezi. Lakini kwa Uganda ilikuwa ni tofauti, kulikuwa hakuna wafanyakazi wa kutosha. Just wafanyakazi waliokuweko Uganda walikuwa wanamilikiwa na familia zao. Kwa hali hii ikasababisha kilimo cha walowezi kutofanikiwa katika nchi ya Uganda na kufanikiwa zaidi katika nchi ya Kenya. Another point is existence of land, kuwepo kwa ardhi za kutosha. Kwa upande wa nchi ya Kenya kulikuwa kuna land alienation, uporaji wa ardhi uliofanywa na serikali za kikoloni, kwa maana ya kwamba ardhi zote ambazo zilizokuwa na rutuba na zinamilikiwa na Waafrika zilihalalishwa kuwa chini ya umiliki wa wazungu, chini ya umiliki wa walowezi wa kizungu, ili kuziendeleza kwa ajili ya kuzalisha mazao ya kibiashara kama vile chai. Lakini ilikuwa tofauti na nchi ya Uganda. Kwa upande wa nchi ya Uganda hakukufanyika land alienation kwa sababu kulikuwa na populated settlement, kulikuwa kuna idadi kubwa ya makaazi ya watu. Kwa hiyo ikashindikana kufanya kwa nini land alienation, kwa hiyo kukawa na uhaba wa ardhi. Hali hii ikasababisha kilimo cha walowezi kushindwa katika nchi ya Uganda na kufanikiwa zaidi katika nchi ya Kenya. Another point is absence of active resistance, kuto kuwepo kwa resistance ambazo zipo active za kutumia silaha ambazo zilihusisha fujo pamoja na uharibifu wa rasilimali zilizokuwa ziko chini ya utawala wa kizungu. Kwa hiyo Kenya kulikuwa hakuna active resistance ambazo zilijihusisha katika utumiaji wa silaha pamoja na utumiaji wa mabavu katika kuharibu mashamba ya kikoloni, kuharibu miundombinu mbalimbali. Hali hii ikasababisha kilimo cha walowezi kufanikiwa pasipo na changamoto yoyote kwa upande wa nchi ya Kenya. Lakini ukiangalia nchi ya Uganda kulikuwa kuna active resistance ambazo zilikuwa hazitaki kabisa uanzishwaji wa kilimo cha walowezi katika nchi ya Uganda, na badala yake kikaanzishwa kilimo cha peasant agriculture ambacho kilikuwa kiko chini ya mfumo wa wanajamii wenyewe waweze kuyamiliki mashamba yao na walime mazao ya kibiashara na mazao ya chakula. Hizo ndo baadhi ya hoja ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa zilizopelekea kufanikiwa kwa kilimo cha kilowezi katika nchi ya Kenya na kupelekea kushindwa kwa kilimo cha walowezi
katika nchi ya Uganda. Kwa ujumla tumesema kwa ujumla kilimo cha walowezi nchini Uganda kimefanikiwa zaidi kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo good climatic condition, ambapo tumesema hali ya hewa ya Uganda, hali ya hewa ya Kenya ni hali ya hewa ya ubaridi baridi, ambayo iliwafavor zaidi walowezi wa kizungu kwenda kuishi Kenya na kuanzisha kilimo cha kilowezi kwa mafanikio zaidi. Lakini tukasema vile vile kwa upande wa Uganda kulikuwa kuna hali ya hewa ya hot sun, ya kitropiki, ya jua kali, ambapo wazungu wengi walikimbia nchi ya Uganda na wakenda zao Kenya. Hali hii ikasababisha kufeli kwa kilimo cha kilowezi. Pointi ya pili tukasema tropical disease, ambapo tukasema Kenya kulikuwa kuna less eruption of tropical disease. Kulikuwa kuna mripuko mdogo wa maradhi ya kitropiki kama vile malaria. Kwa hiyo wazungu hawakuweza kuathiriwa na maradhi haya, wakawa wanaishi pasipo na matatizo yoyote. Lakini ikawa ni tofauti na wapi? Tofauti na Uganda, ambapo Uganda kulikuwa na tropical disease ambayo iliwaua wazungu kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo hawakuweza kuanzisha kilimo cha walowezi. Ukasema weak political organization. Kenya kulikuwa kuna weak political organization ambayo iliwafavor wazungu kuanzisha kilimo cha walowezi pasipo na interruption. Lakini Uganda kulikuwa kuna strong political organization ambayo ilikuwa active mno katika kuzuia walowezi wasianzishe kilimo cha kilowezi. Tukasema presence of enough labor. Kenya kulikuwa kuna labor reserve ambazo zilikuwa zikihifadhi wafanyakazi kwa ajili ya kwenda kufanya kazi katika mashamba ya kikoloni. Lakini Uganda ilikuwa ni tofauti, hakuna kabisa labor reserve, just wafanyakazi walikuwa kimilikiwa na familia zao na walikuwa kitumikia familia kwa ajili ya kuzalisha mazao ya kibiashara na mazao ya chakula. Na mazao ya kibiashara wao waliyalima kwa lengo la kupata fedha za kulipia kodi, lakini ya chakula kwa lengo la kuweza kusurvive for future life. Existence of land. Kenya kulikuwa kuna land alienation, lakini Uganda kulikuwa hakuna land alienation kwa sababu zile centralized state zilizuia uporaji wa ardhi kutoka kwa watu wa Uganda. Absence of active resistance. Uganda kulikuwa kuna active resistance ambayo iliwazuia walowezi wasitaifishe ardhi za watu wa Uganda. Lakini kwa upande wa Kenya kulikuwa kuna passive resistance ambazo hazikupeleka kitu chochote katika kuwazuia walowezi wasipore ardhi za watu wa Kenya na kuanzisha kilimo cha ulowezi. Kwa hiyo hapo ndio mwisho wa solving ya swali letu. Kwa hiyo hizi hoja zisikuchanganye, just ielezee Kenya kwanza. Kwa mfano ukichukua point yako ya good climate condition, elezea Kenya kuna hali ya hewa gani na iliwaathiri vipi wageni. Alafu nenda kwa upande wa Uganda, elezea kulikuwa kuna hali ya hewa gani ambayo iliwaathiri vipi wageni. Nadhani tumeelewana. Asante sana. Kama umeelewa usiache kuacha comment yako hapo chini, na kama hujaelewa vile vile usiache kuacha comment yako hapo chini. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.